wakati watokapo wafalme kwenda kupigana. Ukisikia kutoka wafalme, lakini watoto wanabaki wapi? Umesikia hiyo kitu? Hapa ni wakati wafalme wanaenda pale Songea. Kuna vita ukiona, ukigundua hii vita sio vita ya kazi ya watoto, kaa chumbani, piga simu kwa mzee, mwambie mzee ni zamu yako. Hii ni vita ya wafalme. Sima naelewa hapo sasa. Hii unajua ukisikia vita ya kutoka nje. Kuna vita zile unajua hii vita level yake ni nani? Level yake ni nani? Nani anaweza kuizima vita hii? Kuna maeneo unaposema vita unaweza kushangaa aliyevuka kazi yake sio majeshi ya kupambana. Aliyevuka kazi yake ni falme. Kwenye falme, wafalme hawasuluhishwi na watoto. Wafalme hawasuluhishwi na watoto. Sikiliza ninachokwambia. Sema mimi kanisa. Haleluya kanisa. Maana kuna maeneo unahitaji kiongozi azungumze na ufalme. Na ukimruhusu kiongozi azungumze na ufalme, nisikilize kwa makini. Ule ufalme utaondoka hata bila vita, kwa sababu unajua mamlaka ya ufalme ya upande wa pili. Wakati Yesu anaingia kwa Gerasi, akamwona Gerasi mmoja aliyefungwa minyororo miaka mingi, anakaa makaburini, na anasema hakuna mtu alikuwa anaweza kumfunga huyu mtu. Alikuwa anapiga watu, anasema hakuna mtu alikuwa anaweza kufanya, alikuwa nguvu za kumshinda. Mmesoma pale, maana yule mtu alikuwa mna watumishi, kulikuwa hakuna mtu wa kuweza kumshinda. Zingatia, kulikuwa hakuna mtu wa kuweza wachungaji walikuwa hapo. Na pale walikuwa wachungaji wale. Nakumbuka wale wachungaji sio kondoo wale nguru wale, na walikuwa wanawakilisha ufalme wa Mungu. Anasema walikuwa wanasema, na angalia kilichotokea. Kilichotokea nini? Haleluya. Haleluya. Wale jamaa wakamwambia Yesu, yule mgasi, wale pepo tena wakasema sisi ni jeshi, legion, ni kambi. Ile ni kambi. Legion anasema kwenye theology ni askari wasiopungua zaidi ya 5,000 ndio wanaitwa legion. Maana hii ni kambi, kikosi namba 365 KJ Kigoma. Unanisikia vizuri? Sisi tunaelewa kwa Mungu. Wakasema hakuna mtu anaweza kuwashinda. Alipoingia Yesu wala hakuzungumza chochote. Yule jamaa alijitokeza akasema, wewe mwana wa Mungu, unaje mwana wa Mungu, tunakufahamu. Uwezo wako tunajua. Umekuja kutufanya nini? Umekuja kutufanya nini? Usituangamize, tunakusihi. Tunakusihi usituangamize. Tunakuomba turuhusu tuingie wale nguruwe wa wachungaji. Turuhusu twende baharini. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ile vita ilikuwa vita ya kichungaji. Yule mtu akufungwa na levu ya kufunguliwa na wachungaji. Na ndio maana kuna wakati askofu anazunguka kule kwa ajili ya kushughulika na masuala ya ufalme. Kushughulika na mambo yanayoshughulika. Kushughulika na mambo yanayodumu. Haleluya. Nimesikia kwa naongea baada ya kutoka hapa. Nimesikia mmesema kwamba baba tunakuwa watu wanakuhudumia, sasa tunawafungua kabisa. Mambo wazungu sababu mtendakazi mtushemasi. Kumbe tayari bado na yaani unafahamu everything. Zilitika tu mapepo, unafikia mfungu. Akija mfano akigusa, yule uliyemwamini kwamba ni mtendakazi wako, unashangaa kuna vitu vinaibuka kama msio kama hiyo. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ile level ya ufalme kwa ile kuchokeza. Maombi yako yote yalikuwa yanagusa pepo wachafu. Pepo wachafu haikuwahi kugusa falme. Na falme isipoguswa, kwanza falme ikigundua wewe ni mtoto, hata hawaangaiki na wewe, wanakuangalia tu. Kwa sababu maombi yako hayana effect kwao. Hata ukipiga mambo fire pale hadi hayagusi popote. Hawashtuki. Sasa akiingia mfalme, wao wenyewe wanataruki. Wasema nani wewe mwana wa Mungu? Umekuja kutufanya nini? Maana hii level nyingine, level ya ufalme, sio level ya watu wa kawaida.
Ni watu mnasikia? Mnasikia vizuri? Haleluya, katika Mungu. Wangapi wanaanza kupata picha inachosema? Ikawa wakati wafalme wanatoka kwenda kupigana. Daudi akawapelekea Yoabu na watumishi wake pamoja. Achana ile story huko mbele. Sasa nilisema Jumapili hapa nikasema hivi. Daudi wafalme wanapigana, yeye anaotea jua ya dada. Sasa unajua unapokuwa unaotea jua utakuwa unapigana na hujavaa ngao ya imani. Hujavaa ngao ya imani. Biblia hata kufua miguu ya mtayari. Na ndio maana unapoona wafalme wanapigana, wafalme wote utakubaki imani. Ingia wapi? Mzigoni. Kwa sababu usipoingia mzigoni, mashambulizi ya kule vitani yanaweza kupitiliza yakakufuata huko. Sasa Daudi akiwa mfalme, mashambulizi yakafanya nini? Kutokea mkono, mashambulizi yakaingia hapo. Gorofani. Kwa sababu tulijiandaa kwenye hatua nini ya vita. Sema amen kubwa. Haleluya. Sasa tunaangalia mchungaji. Mimi niko Tabora. Mimi niko Arusha. Na sasa kule kuna ufalme umenichokoza. Na wazidi kupiga baba na mimi ndio leo yangu ya mafuta ya mchungaji na upigaji na ufalme. Na upigaji na ufalme. Nilisema hivi. Ninasema mchungaji, ukitaka kupigana vita vya kifalme, usiende mwenyewe. Wewe ni ndani ya baba, baba ndani yake. Nilisema ukiona kwenye Biblia kuandikwa Mungu wa Isaka, tafsiri yake mimi siwezi kwenda hii vita. Mungu wa Isaka aingia ndani yako, adui zangu wamuone Mungu wa Isaka, wasimuone Mungu wa kanisa. Unasikia? Unasikia? Ndio maana nikasema kuna uhusiano mkubwa sana kwenye ulimwengu wa roho kati ya mtoto na baba yake. Ulimwengu wa roho ni zaidi. Kwa mfano, kama kwenye ulimwengu wa roho kule Arusha unakinzana kwenye ulimwengu wa roho baba kiroho. Unazungumza vibaya kwa baba kiroho. Unamuelewa baba kiroho. Kwenye ulimwengu wa roho kitendo cha wewe kumwongea mchungaji kwenye ulimwengu wa roho, ufalme unaondoka ndani ya mtoto, alafu kunakuwa na gap kati ya mtoto na baba yake. Sasa unapoingia kwenye vita ya kifalme na wewe ni mtoto, alafu unakuta kati ya wewe na baba kiroho, maana yake kupigwa kutokana na ualimu wako, kwa sababu haukuwa connected na hiyo madhabahu ya baba yako kiroho. Sisi tunasikia? Unasikia? Kuna wakati mwingine vitu unahitaji hata kumate akauke, si upepo inasumbua. Ukiona mambo yote yamegoma, mwambie sasa Mungu mbangu, ingia kazini, nenda kulala leo. Uone kama pepo ile kama unaanza kupiga toko ile kwenda shuleni. Mwambie tuishe toka. Tumeshaenda. Amen. Tunaenda karibu. Kwa sababu hiyo pepo Mungu Baba anamjua vizuri sana. Nilisema mapepo yanalenga na yanajua nguvu ya mtu. Nilisema ukitaka kujua kasoma kwa mitume wakati wale wanaosikia wanamtoa pepo aliwaambia. Sio jamani? Yale mapepo yaliwaambia, wakamwambia Paulo tunamjua. Hawamjui kwa jina, wanamjua kwa uwezo. Wakasema Yesu tunamjua, tunamjua kwa jina, tunamjua kwa uwezo. Akauliza ninyi ni akina nani? Maana kelele nini ya kelele hata uwezo wenu ni upi? Na anasema walipomaliza kuuliza nini ya Kanaani uwezo wenu upi, anasema wakawashika, wakawavua nguo, wakawapiga na wakawavua nini? Anasema wakatoka nduki hai wao uchi. Wanaona usije ukatoka huko ukaa uchi, unakimbia kwa sababu tu mapepo hayakuelewi mtoto wa ndani. Kwa sababu ungekuwa mtoto wangu kuzimu Arusha inajua, Mbeya inajua, Kigoma inajua, kwa sababu Mungu hawezi kuniweka kuwa baba wa taifa hili na ningekuwa sina uwezo, maana kanisikia peleka wachungaji mikoa yote na peleka kule, kwa sababu mimi nipo kila mkoa, mimi nipo kila wilaya, mimi nipo kila kijiji. Na kama nimeshia ondoka leo na Kigoma ambapo mazao yetu haipo, ukifika kule itambulishe mimi ni Mungu wa baba yangu, mimi ni mtoto wa Korea. Watakwambia Korea tunamjua, nguvu yake tunaijua, Korea ni Korea.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnaelewa? Mnaelewa tunasema hapa? Haleluya kanisa. Huku mzee aliyekanyaga na hawakuelewi. Mungu atalipa vyote. Aliweka katika mikono yako. Akasema nimekupa nchi. Nimekupa mataifa. Nimekupa ulimwengu. Watu wanajua ulimwengu wa kiroho unajua. Sema amina. Amina. Sema amina. Mtukisi jirani yako mwambie umemwelewa mzee? Mwambie tena umemwelewa mzee? Haleluya. Wewe unasema mchungaji nakuelewa. Unaelewa? Wewe kuonesha kitu kidogo. Unaweza kupata pesa kwa kutumia mafuta baba. Kama unabisha siku kama unaenda. Mwambie Mungu. Baba yangu anapewa na watu watasoma kwa usudu. Anatumika na watu. Nataka ile roho ya kupewa fedha na watu inifuate. Uone kama miamala itatumia. Kama unabisha kazi kufanya. Wewe unapata njia ya kuomba mara kwa baba. Ngelijua. Mbona unaanza na makao mengi? Kama siku ningeliwaambia omba hii neno. Wakati wewe unapiga jina la Yesu, naita hela Bwana, Mungu asalete kutoka wapi? Mungu alimwahidi baba yako, sio wewe. Amen. Wakati Mungu anambariki sana, alimtokea sana. Alimwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Baba yako nilimpa nchi. Baba yako nilimpa utajiri. Na kwa kuwa wewe ni mtoto halali wa baba, hii ni haki yako. Wewe ni urithi wako. Wewe ni urithi wako. Nyinyi watoto msikizeni, hampasi kutembea katika laana wakati baba yenu anatembea katika neema. Msikilize, hii kitu itakuja kwako tu akili yako ukielewa baba yako ana neema ya fedha. Ana neema ya kubariki na watu. Sometimes watu hawakuelewi. Mwambie kuna mzee mkorofi mkada na mama kubwa mtoto anamfuata. Hii kitu imetoka wapi? Ana neema. Na itafuta hiyo neema sasa. Sema amina kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu anaelewa hapa? Kuna mtu anaelewa hapa tena? Sema amina kubwa. Haleluya. Vita ina pili, vita ya watu